السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo kama kawaida ya siku ya Jumatatu ni makutano yetu katika sherehe ya kitabu hiki cha Bulughul Maram. Kwa taufiki ya Allah tutaanzia hadithi ya Abi Mas'ud, ambayo hadithi tulisimamia ni hadithi ya Amr ibn Salama katika mlango huu, babu salatu aljamaa wal imama. Sawa? Umeona yote hadithi ninaanza? Umeona? Sheikh, umeona? Hadithi tunaanzia Abi Mas'ud. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن المرأة رجلا، ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Kuna Ibn Mas'ud na kuna Abi Mas'ud. Tunaona huyu tunazungumzia hapa ni Abi Mas'ud, sio Ibn Mas'ud. Imepokewa kutoka kwa Abi Mas'ud, Allah mwenye radhi, amesema: qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake: ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, atawaongoza watu kwenye swala
yule msomaji zaidi wao katika kitabu cha Allah, maana yake aliokihifadhi na ukifahamu zaidi. Ya ummul qauma, atawaongoza watu katika swala. Aqrauhum, yule mtaalamu zaidi wao kusoma likitabillah, katika kitabu cha Allah. Fa in kanu fil qiraati sawaa, watakapokuwa katika kukisoma kitabu hicho wako sawa. Fa a'lamuhum bisunna, basi atawaongoza wao katika swala yule anojua zaidi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawaa, na watakapokuwa katika sunna wako sawa sawa. Fa aqdamuhum hijra, atawaongoza wao yule ambaye ametangulia kuhama, aliowatangulia hijra, kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Fa in kanu fil hijrati sawaa, watakapokuwa katika kuhama wako sawa sawa. Fa aqdamuhum silma, basi atawaongoza wao yule aliotangulia kusilimu. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, sinnan, atawaongoza wao yule ambaye ni mkubwa wa miaka. Tumeelewana maana yake yote wako sawa kwenye kukisoma kitabu cha Allah na kukihifadhi, wote wamehifadhi. Imekuja angaliwa katika kuhama, wote wamehama sawa. Ikajaangaliwa tena katika sunna, wote wanajua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo itaangaliwa mkubwa wao sasa ni nani kiumri, sinna, kimiaka. Nani mkubwa wao kimiaka, ndio atatangulizwa pale mbele aswalishe watu kwenye uimamu. Hapa tuzungumzia uimamu mashekhi, tuelewana hapa tuzungumzia uimamu. Ikaja vile vile kwenye riwaya, wala ya umanna rajulu rajula fi sultanihi, wala mtu asimuongoze mtu mwingine katika mamlaka yake, katika sehemu yake, iwe ni nyumbani kwake au ofisini kwake au maskani kwake. Lakini mtu asimuongoze, asiwe imamu wa mtu mwenye sehemu ile. Kama umekuja nyumbani kwa mtu, basi atakiwa yeye ndo awe imamu mkiswali pale. Tumeona sio wewe umefika basi wewe ndo utakaoka imamu nyumbani mwa mtu. Kama umefika nyumbani kwa mtu, ofisini kwa mtu, alafu kama jamani tuswalini, usipite mbele, mwache yeye aswalishe, au akupe ruhusa yeye mwenye sehemu ile kwamba haya tuswalishe. Tumeelewana wala ya umanna rajulu rajula, na wala hata muongoza mtu mwingine fi sultanihi, katika swala, fi sultanihi, katika mamlaka zake na katika milki yake. Wala yaqudu ala takrimatihi, na wala asikae mtu juu ya sehemu ya heshima ya mtu mwingine, illa biidhnihi, isipokuwa kwa ruhusa yake na idhini yake. Mfano, umefika ofisini, tumeelewana umefika ofisini, mfano wewe uliokwenda pale ofisini, mkiambiwa tukaeni, basi sio ukakae kwenye kiti cha yule bosi pale, tuelewana so wewe haraka unakaa pale, kaeni kwenye huku pale kwenye, mpaka labda yeye mwenyewe akwambie wewe kaa pale. Au umefika nyumbani kwa mtu, yeye mwenye nyumba ana sehemu yake maalum ndio anokaa hiyo. Kwa hiyo umefika pale pia usiende kukaa pale, labda akwambie wewe kaa pale. Sehemu zile za heshima za watu wenyewe, basi mtu asikae sehemu hizo isipokuwa kwa ruhusa zao. Wala ya umanna rajulu arrajula, na wala asimuongoze mtu mwingine katika swala, fi sultanihi, atakapokuwa katika mamlaka zake na atakapokuwa kwenye sehemu zake. Wala yaqudu ala takrimatihi, na wala mtu asikae katika sehemu za heshima, tumeelewana, za mtu, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Kuna watu wengine wameandaa sehemu maalum, tumeelewana iwe ni nyumbani kwake, iwe ni maskani kwake, iwe ni nini, mtu asiende kaa sehemu ile ambayo inaitwa takrimati, sehemu ambazo ni za heshima.
maalum kwa mtu maalum, special kwa mtu fulani, illa biidhnihi, isipokuwa kama kukaa mtu akae kwa ruhusa yake na idhni yake, kwamba bwana wewe kaa pale. Lakini sio umefika tu kwenye sehemu hizo mtu ukataka kukaa, haya ni makosa. Ma yufiduhu alhadith, vile ambavyo tunapata faida katika hadithi hii. Imefahamika hadithi. Awalan, faida ya kwanza, istihbabu taqdimi al-akthari Qur'anan, ni sunna kumtanguliza mwenye Qur'ani nyingi fi imamati salati, katika kuongoza swala. Yani lazima angaliwe ni nani ni hafidh, ndio aswalishe watu. Tumeelewana na watu wengi wanafanya makosa. Mtu aweza ikawa hata suratul Fatiha haijui, lakini atakang'ania kule kibula kule, hataki kutoka kule kibula kule, hajui na watu wajua kwamba hajui, lakini hataki kutoka. Jamani, hii ni ibada, sio sehemu ya kutafuta heshima. Hii ni ibada. Alafu uswali peke yako, waswalisha watu, na swala hiyo pia na uimamu huo pia una miongozo yake. Lazima angaliwe ni nani amehifadhi kitabu cha Allah tabaraka, hata akiwa ni mdogo kwenu nyinyi, maadamu amewazidi kwenye hilo, basi kisunna atakiwa atangulizwe, awe ndio imamu wa wenye kuswali. Thaniyan, faida ya pili tunayoipata kwenye hadithi hii, jawazu imamati sabiyi almumayyiz, kufaa kumweka imamu mtoto ambaye ni mpambanuzi, mtoto ambaye tayari kashajua upambanuzi kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, au swala yataka hivi, enda hivi, ukifanya hivi umekosa hivi. Hata akiwa ni mtoto, madamu ni mumayyiz, yafaa kumfanya imamu. Idha lam yujadu min albaqina, ikiwa hawatopatikana wale waliobakia, man yahfadhu min alqur'ani mithlahu, yule ambaye atakuwa anahifadhi Qur'ani kama yeye. Tumeangalia katika watu wazima tupate hata mtu mmoja ambaye naye kahifadhi Qur'ani kama yule mtoto mumayyiz, hakuna. Tukaangalia kwenye barobaro ambaye kahifadhi Qur'ani kama yule mtoto, hakuna. Yajuzu imamatu sabiyi mumayyiz, hapo itafaa kumweka imamu mtoto ambaye ni mumayyiz, mpambanuzi. Uislamu ni mwepesi sana, na hapa pia tunafundishwa namna ya thamani ya mtu aliyohifadhi kitabu cha Allah. Watu wengi hawajui, mtu aliyobeba kitabu cha Allah kwenye kifua chake atakiwa aheshimiwe, atakiwa aheshimiwe na afanywe ihsani. Tumeelewana maana kuna wengine wamehifadhi lakini maisha yao ni magumu. Jamani, kitu alichobeba yule kijana ni kitu kikubwa. Msikione jambo la kawaida, mbona wewe uwezi, mbona wewe ukuweza. Tumeelewana Hebu fikiri, Allah tabaraka wa taala na mtume wake mpaka wamejuzisha kwamba hata kama ni mdogo aswalishe watu wakubwa. Kupita mbele kuswalisha watu ni heshima kubwa, lakini bado hatujajua thamani ya wale waliobeba vitabu vya Allah kwenye vifua vyao. Bado hatujajua, tunaona kawaida tu. Sio kawaida, sio kawaida. Ni jambo zito ambalo linahitaji heshima yake katika jamii. Kwa hiyo watapitishwa mbele wale ambao wamehifadhi kitabu cha Allah, ndio watakaosimamia ibada ya swala, kuswalisha wengineo. Allah tufanyie wepesi katika hilo. Mbona tumeenda kwingine nimesoma faida za hadithi zilizopita pamoja za ungana na hizi, lakini tuelewana. Ma yufidu alhadithi, tutarudia kwa sababu tumesoma za hadithi iliyopita. Tartibu darajati la aima, hadithi hii inatufundisha mpangilio wa madaraja ya maimamu. Hadithi hii inatufundisha mpangilio wa daraja za maimamu, ala hasabi hadhihi darajati, kwa mpangilio huu tuliozungumzia kwenye hadithi, kwamba wa kwanza ambaye atateuliwa awe ni mswalishaji awe ni yupi? Aqra'uhu bi kitabillah, mtu aliyehifadhi kitabu cha Allah, anakijua na kusoma kitabu cha Allah. Ikiwa hayupo, mtu wa daraja ya pili ni nani? A'lamuhum
ni sunna, anayejua vizuri sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake amehifadhi hadithi, anazijua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa yupo daraja ya tatu, nani atakayetuswalisha? Aqdamuhum hijra, aliyotangulia kuhama kuliko wote. Ikiwa hayupo daraja ya nne ni nani? Aqdamuhum silma, aliyotangulia kusilimu, kama watu wamesilimu, aliyotangulia kuingia kwenye Uislamu. Ikiwa watu wako sawa, huwa hayupo huyo, itangaliwa nani? Akbaruhum sinna, mwenye umri mkubwa. Sasa haya sote tumekutana, ni mambumbumbu hapa, mambumbumbu wazunguareni. Mzee fulani pita tuswalishe baadaye, maana sote tuko sawa sawa. Naam, Mzee Ayubu ni alimu, alimu. Faida ya pili, alwali ahaqu bilimama fi wilayatihi, mtawala ana haki ya kuwa imamu katika utawala wake, iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, iwe ni maskani. Maadamu yeye ndo mwenye kumiliki eneo lile, basi ndo ana haki ya kuswalisha watu. Mnapofika sehemu yake, ni nyumbani kwake, ofisini kwake, wakati wa swala umefika, wakati mswali, yeye ndo mwenye haki. Asitokee mtu kimbelembele, labda aseme bwana fulani tuswalishe nyumbani kwake, lakini nyumbani kwa mtu ukamswalishe mtu wewe, huko ni kukosa adabu. Alwali ahaqu bilimama fi wilayatihi maadama ya'lam ma tasihu bihi salat, maadamu anaufahamu wa kujua kuswali swala. Kama hilo analijua, basi atakuwa na haki yeye ya kuongoza swala pale nyumbani kwake. Thalithan, faida ya tatu, taqdimu sahibi albayti ala ghairihi, kumtanguliza mwenye nyumba kwenye uimamu kuliko mtu mwingine, maadama ya'lam ma tasihu bihi salat, maadamu yeye anajua kuswali swala. Rabian, faida ya nne, karahiyatu julusi dhaifi fil makani almukhassas, kuchukiza kukaa mgeni sehemu maalumu li sahibi albayti, iliyotengwa kwa mwenye nyumba. Umeenda nyumbani kwa watu na mzee mwenye nyumba ile ana sehemu yake maalumu, yeye ndo anapokaa. Wewe mgeni ukienda kaa pale, ni jambo la karaha hilo, alitakikani. Labda yeye mwenyewe aliotengewa sehemu hiyo akwambia hebu kakae pale bwana, wewe ndio kakaa pale, hapo sawa, nenda kakaa. Lakini usiende kuvamia kukaa sehemu za watu wakati uko kwenye sehemu za wenyewe. Naam, wa an Anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik, Allah muiradhi, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, na yeye amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema rusu sufufakum, zikutanisheni swafu zenu. Tumeelewana Mnapopanga swafu, maana yake mkutanishe miili yenu, kaannahum bunyanun marsus, maana yake kuwe na mshikamano kwenye kule kupanga safu. Tofauti na misikiti mingi na watu wengi, mtu aweza akapanga swafu pakawa na tundu la kupita mtu kabisa. Wallahi wala watu hawajali. Uwezo ukasema hili jambo labda ni geni kwa Waislamu. Hili ni jambo ambalo linajulikana na vitabu hivi ni vitabu mashuhuri, lakini mpaka leo Waislamu wengi hawajui kupanga safu. Mtu apanga swafu, katikati pana nafasi ya kupita mtu mwingine kabisa, au waweza kupitisha baskeli pia waendesha tena ukapitisha baskeli ukaenda zako upande wa pili. Wameacha jitobo hilo.
Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ziambatanisheni swafu zenu, maana yake mnapopanga swafu mkutane, mwambatane wenyewe kwa wenyewe kama vile jengo lililoshikamana. Wakaribu bainaha, na mkaribiane katika hizo safu. Tumeelewana? Mkaribiane maana yake swafu hii na swafu inafuata kusiwe na umbali mrefu. Mfano, imamu yuko hapa, swafu ya kwanza iko hapo kwako wewe, swafu ya pili iko kule kwenye kiti. Wakaribu bainaha, jikurubisheni katikati ya hizo swafu. Maana yake swafu hii iwe karibu na swafu inayofuata ya pili, swafu ya pili nayo iwe karibu na swafu ya tatu, swafu ya tatu nayo iwe karibu na swafu ya nne. Zisiwe kuna umbali sana. Ndio maana wakaribu bainaha, zikurubisheni hizo swafu katikati yake. Wahadhu bil a'naq, na linganisheni shingo. Tumeelewana eh? Maana yake isiwe mmoja kasogea mbele mwingine kasogea nyuma, kuna zile shingo zimepishana hivi. Wahadhu bil a'naq, shingo ziwe sawa sawa, hii na hii zimenyoka sawa sawa, ndio kunyosha swafu. Tumeelewana eh? Rawahu Abu Daud, amepokea Imam Abu Daud wa Nasai na Imam Nasai, wa sahahu Ibn Hibban, na amesahihisha hadithi hii Ibn Hibban rahimahullah. Hadithi hii kama tulivyosema ameipokea Imam Abu Daud. Qala, amesema حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعناق فوالذي نفسي بيده, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, inni la ara shaitana, Mtume anasema mimi naona shaitani, yadkhulu min khulal as-saf, anapita katika hiyo mianya katika swafu. Mtume anasema nyosheeni swafu, zikaribisheni swafu, na linganisheni shingo katika kupanga swafu. Kwa nini amesema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akaendelea kusema, hadithi ni ndefu, ule imekuja kwa ufupi, lakini huko ameendeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, inni la ara shaitan, mimi namuona shaitani, yadkhulu min khulali saf, akipita katika ile mianya ya swafu, kaannaha alhath, kana kwamba yeye ni mnyama anapita. Tumeelewana eh? Kwa hiyo jirikebisheni sana kunyosha swafu. Akaendelea kwamba zinyosheni swafu na wala msiweke mianya katika swafu hizo. Lakini imekuja vile vile katika riwaya nyingine ambayo iko katika Imam katika Sahih Bukhari, katika hadithi ya Anas, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uqimati salat, Anas ndio anazungumza, anasema uqimati salatu, ilikimiwa swala, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, Mtume akatuelekea sisi kwa uso wake, faqala, akasema aqimu sufufakum, simamisheni na nyosheni swafu zenu, watarasu, na ziambatanisheni, fa inni arakum min warai dhahri, mimi nawaoneni kupitia mgongoni kwangu. Lakini imekuja katika riwaya nyingine katika Sahih Bukhari hivyo hivyo, katika hadithi ya Anas, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sawu sufufakum, ziekeni sawa swafu zenu, fa inna taswiyata sufufi min iqamati salat, kwa sababu kuweka sawa swafu ndio ukamilifu wa swala. Na vile vile amepokea Imam Muslim, illa annahu qala min tamami salat, isipo yeye akusema min iqamati salat, amesema min tamami salat, lakini maana ni hiyo hiyo kwamba ni kukamilika swala. Kunyosha swafu ndio ukamilifu wa swala, na kupindisha swafu maana yake ndio kutokamilika nini? Swala. Kwa hiyo tujitahidini sana swala kuzinyoosha, lakini na kubanana kidogo, watu waondoe ile mianya kwenye kupanga swafu. Ma yufiduhu min dhalika, yale ambayo yanafidishwa na hadithi hii,
Awalan tahkidu alhirsu ala taswiyati sufuf, msisitizo wa kufanya pupa katika kuweka sawa swafu. Thaniyan, faida ya pili, anna taswiyati sufufi min tamami salah, kuweka sawa swafu ndio ukamilifu wa swala. Thalithan, la tatu, iqamatu safi min husni salah, kusimamisha swala ndio uzuri wa swala. Rabia, ya nne, la yanbaghi tarku khulal fi saf, haitakikani kuacha mianya katika swala, katika safu. Khamisan, faida ya tano, istihbabu taqarubi sufuf, sunna za kuzikurubisha zile swafu, ziwe zile swafu zinakurubishwa, at least mtu aeke hivi mpaka kufikia swafu nyingine. Tumeelewana zisiwe ziko mbali mno huku na huko, ni sunna kuziweka karibu swafu. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khayru sufufi ar-rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufi an-nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Rawahu Muslim. Hadithi hii imepokewa na Abi Huraira, Allah mwiradhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, khairu sufufi rijali awwaluha, swafu bora za wanaume ni ile ya kwanza, ndio swafu bora. Tunaona wa sharruha akhiruha, na swafu isiyokuwa bora, swafu ambayo haina fadhila, au tunasema swafu mbaya. Hatuwezi kusema mbaya kwa sababu wanapata thawabu pia, wanaswali, lakini isiyokuwa na fadhila kubwa ni ile ya mwisho. Tumeelewana na ukiangalia hapa falsafa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwahimiza watu wa jamaa. Ukiangalia wewe unaweza ukachukulia nje, lakini kuna mafundisho makubwa yanapatikana kwenye maneno haya, kwamba swafu bora ya wanaume ni ya kwanza na swafu mbaya kwa wanaume ni ile ya mwisho. Hilo la kwanza, kuwahimiza watu kwenda kwenye nini, kwenye jamaa na kuswali swafu ya kwanza. Lakini vile vile tutaona kwenye faida, vile vile msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni mfano wa msikiti wa Ghuraba. Unavyoona msikiti wa Ghuraba ndio ulivyokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawake walikuwa hawakutengewa sehemu maalum ya kuswali, wanaswali nyuma kule kwa wanaume. Tumeelewana Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahimiza kwamba swafu bora ya wanaume ni ile swafu ya kwanza, ili maana yake wale wanaume wakubwa wote wang'ang'anie kwenye swafu ya kwanza, ili wasiwe karibu na wanawake kule nyuma. Tumeelewana ili wasiwe karibu na kina nani, na wanawake. Na alivyokuja kuwazungumzia wanawake swafu yao, akasema wa khairu sufufi nisai akhiruha, na swafu bora ya wanawake ni ile ya mwisho. Maana yake wawe nyuma na wanaume, na wanaume wawe mbali na wanawake. Hebu angalia Mtume falsafa yake alivyoenda. Kama mtaswali swafu ya kwanza na ya pili, mfano wanakuja ni watoto, ndio wanakuja nyuma ya wanaume, watoto wa kiume. Alafu kama wanawake wameambiwa swafu ya nyuma ndio bora, maana yake mbele wataweka vile vijitoto vidogo vya kike. Maana yake kuna distance kubwa kati ya wanawake na wanaume. Hii pia ni katika hikma za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba msikiti wake ulikuwa hauna partition, kwamba huku ni kwa wanaume, huku ni kwa wanawake. Hapana, watu walikuwa wakiswali sehemu moja, isipokuwa taratibu zilikuwa ndio hizo. Rawahu Muslim. Hadithi hii imepokea Imam Muslim. Imeleka hadithi naam. Kwa hiyo zimekuja hadithi nyingi katika riwaya tofauti tofauti, zote zikielezea suala hilo, kwamba swafu bora kwa wanaume ni ile swafu ya kwanza, na swafu bora kwa wanawake ni ile swafu ya mwisho.
Lakini kuna maneno aliyoyazungumza al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Imam an-Nawawi anasema kwamba kama wanawake watakuwa wanaswali wenyewe, hawaonekani na wanaume wala wao hawawaoni wanaume, basi swafu bora kwao ni ipi? Ya kwanza vile vile mbele, kwa sababu itakuwa ile sababu haipo. Tumeelewana Kama watakuwa na swali wenyewe na imamu wao hawaonekani na wanaume wala wao hawawaoni wanaume, basi khairu sufufi nisai awwaluha, kwa wakati huo. Wallahu a'lam. Ma yufiduhu alhadith, yale ambayo yanafidishwa na hadithi hii. Awalan, faida ya kwanza, anna safa alawwala khairu sufufi rijal, hakika safu ya kwanza ndio safu bora kwa wanaume. Thaniyan, faida ya pili, wa anna safa alawwal min sufufi nisai huwa sharruha, hakika safu ya kwanza katika safu za wanawake ni safu mbaya. Thalithan, faida ya tatu, hadhu rijali ala al-ibtiadi an mukhalatat au ad-dunuwi min an-nisai al-ajnabiyat, kuhimizwa wanaume kukaa mbali na kujitenga, kutochanganyikana na wanawake al-ajnabi ambao sio maharami yao. Rabian, faida ya nne, hadhu an-nisai ala ibtiadi an mukhalatati au dunuwi min ar-rijal al-ajanib, kuhimizwa wanawake kujitenga na kukaa mbali, kutochanganyikana na wanaume ambao sio maharami zao. Khamisan, ya tano, tahdhiru ahli alkhairi min makri shaitani bihim, kuwatahadharisha watu wa khairi vitimbi vya shaitani kwa wao. Sita, ikhtilatu rijal bin nisai mufsidatun mahma kanat almaqasid, kuchanganyikana wanaume na wanawake kuna mafsadi makubwa vyovyote itakavyokuwa makusudio yake, lakini mchanganyiko wake kwa waume ni jambo ambalo linaleta uharibifu, hata ikiwa kuna makusudio gani mazuri yanokusudiwa, lakini ijulikane ni hivyo, kwa sababu sheitani yeye pia tumia fursa hiyo hiyo katika nini. Allah tuongoze katika yale kwa sawa. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. Imepokewa hadithi hii kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Allah wairadhi, amesema sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, niliswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam dhata laila, usiku mmoja. Fakuntu an yasarihi, nikasimama upande wa kushotoni kwake. Tuelewana nikasimama upande wa kushotoni kwake. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min warai, akanishika mtume sallallahu alaihi wasallam kichwa changu, min warai, kwa nyuma. Akanishika kichwa changu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyuma. Faja'alani an yasari, akaniweka upande wake wa kulia. Nani atatuonyesha nani mtume, nani Ibn Abbas? Na wewe nani wewe? Wewe ni mtume au Ibn Abbas? Wewe ndo mtume, sio wa kikweli, lakini mfano tu. Ibn Abbas, mtume yuko kwenye swala zake za usiku za sunna, tena sio za faradhi, tukumbuke hilo. Funga swala. Ibn Abbas, uje kwanza, usikae, uje endelea sunna zako. Kamkuta mtume anaswali,
Alivyokuja Ibn Abbas naye akinaunga swala, naye Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwona vile akamshika kwa mkono wake nyuma ya kichwa chake, mshike amzungushe kwa nyuma yako. Tumeona umeona tukio rudia tena Sheikh. Mtume ana swali, yeye baada ya ngojea kwanza. Maana yake ile atakikana mtu ukimkuta mtu ana swali kama yuko peke yake, imamu waka upande gani? Atakuwa ukae upande wa kulia. Sisi tumeelewana Ukimkuta imamu yuko peke yake na utakomfanya yeye awe imamu, wewe utakuwa usimame upande wake wa kulia, usisimame upande wa kushoto. Lakini Abdullah ibn Abbas alipofika yeye akaenda kusimama kushotoni kwa Mtume ambaye ni imamu kwa wakati huo. Kwa hiyo Mtume kana kwamba akamwashiria kwamba ulitakiwa usimame huko, mchukue huko. Asante. Kwa hiyo swala ikawa inaendelea. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Ibn Abbas, umeelewa? Siku nyingine usirudie bwana. Anasema faqumtu an yasarihi, nikasimama kushotoni kwake. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika kichwa changu, mi warai, kwa nyuma yangu. Faja'alani an yaminihi, akaniweka upande wake wa kulia. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim, na kama tulivyoeleza hapo kama tulivyoeleza hapo, maana yake mtu atakiwa apange kuliani. Na faida zinakuja nyingi ambazo tutazieleza. Ma yufidu alhadith, yale ambayo yanafidishwa na hadithi hii: jawazu sihhati al-iqtida'i fi tanaffuli wa in lam yanwi al-imamu al-jamaa, kufaa kusihi kufuata katika swala za sunna. Maana yake kumfuata imamu katika swala za sunna yafaa, yaswi. Wa in lam yanwi al-imamu al-jamaa, hata yule imamu ikiwa hakunuia jamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ile picha tumeona kwamba yeye akwenda pale kama imamu. Yeye alikuwa swali yake za usiku za sunna yeye mwenyewe tu, hakukusudia kwamba yeye awe ni imamu, atakuja mtu ataunga. Lakini alivyokuja hakumkataza. Kama ingelikuwa haifai mtu kumfuata mtu anoswali sunna, kumfuata na yeye kwa maamuma wake, Mtume asingemgeuza Ibn Abbas akamleta upande wa kulia, ima angemchukua akamuondoa. Lakini kuonyesha kwamba yafaa, ndio maana alimgeuza akamweka upande wa kulia kwamba swali huko wewe. Kwa hiyo yafaa mtu kumfuata mtu anoswali sunna, hata kama wewe waswali faradhi. Hata kama wewe wakati huo waswali faradhi na yule mwenzio anaswali sunna, yafaa kumfanya ni imamu. Tumeelewana? Yafaa jambo hilo. Thaniyan, jambo la pili, annahu idha kana al-ma'mumu shakhsan wahidan, atakapokuwa maamuma ni mtu mmoja, qama an yamini al-imam, atasimama kuliani kwa imam. Ikiwa maamuma ni mmoja, atakiwa asimame kuliani kwa imam, sawa kwa sawa. Hakuna sababu ya kuchelewa sana. Aweza akasimama sawa na imamu kwa sababu yuko peke yake. Akija mtu mwingine atarudi nyuma, utaunga swafu. Thalithan, faida ya tatu, anna mawqif al-imam yakunu an yasari al-ma'mum, hakika kisimamo cha imamu kitakuwa kushotoni mwa maamuma kama tulivyoona. Idha kana al-ma'mumu wahidan, pale atakapokuwa maamuma yuko peke yake, ni mmoja. Rabian, faida ya nne, anna mithla hadha al-amal anna mithla hadha al-amal fi salati, hakika mfano wa amali hii katika swala,
la yubtiluha, aibatilishi swala, wala karahata fihi, wala halina umakruhu ndani yake. Kumchukua mtu ukamgeuza hivi ukamweka hivi hailibatilishi swala jambo hili, wala halina umakruhu, kwa sababu wamweka mtu kwenye usawa, wamweka mtu kwenye usawa. Mtu asije kadhani sasa mbona imamu mwenyewe katingisha mkono ukamleta huku ukamlisha, la tubtilu salati hadha al-amal. tumeelewana wallahu a'lam. Wa an Anas radiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه. huko kuna ana huko hakuna. Faqumtu wa yatimun khalfahu huko kwangu, lakini ala kulli hal nafikiri nyote huko faqumtu ana naam, faqumtu ana wa yatimun khalfahu. Naam. Wa ummu Sulaimi khalfana, muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, amesema salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliswali mtume sallallahu alaihi wasallam, faqumtu ana wa yatimun khalfahu, nikasimama mimi na yatim nyuma yake. Wa ummu Sulaimin, na akasimama ummu Sulaim khalfana, nyuma yetu. Sio tumeelewana mimi na yatim. Huyu yatim jina lake anaitwa Dhamira ibn Abi Dhamira, ambaye huyu alikuwa ni kijakazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikumbukwe kwamba Anas yeye pia amelelewa ndani ya nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana Anas amelelewa katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mama yake ndiye huyo Ummu Sulaim. Tumeelewana alimpeleka kulelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal alimtumikia mtume karibia miaka 10. Kwa hiyo haya anaeleza katika swala za usiku za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wakati anaswali asema mimi na yatim tukenda panga swafu nyuma yake, alafu Ummu Sulaim akapanga nyuma yetu kabisa, kwa kuwa yeye ni mwanamke akustahiki kupaka na sisi swafu. Hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim na lafdhi ni ya Imam Bukhari. Ma yufiduhu alhadith, yale ambayo yanafidishwa na hadithi, anna man duna albulugh yu'tabaru ma'a ar-rajul alwahid saffan, hakika ya mtu ambaye yuko chini ya baleghe anazingatiwa anapokuwa na mtu mwingine mmoja, inazingatiwa kwamba hiyo ni safu. Yatimu huyu alikuwa ni mdogo, Dhamira alikuwa ni mdogo, tumeelewana yuko na Anas ambaye ni mkubwa. Kwa hiyo hakutakikana Anas kuwa sawa sawa na imamu kama ilivyokuwa mtume na Ibn Abbas, eti kwa sababu kuna yule mdogo. Kwa kuwa yupo mwanamume ni mdogo, basi wao walipanga swafu ya watu wawili. Kwa hiyo mnapokuwa kule nyumbani mfano, basi hata wale watoto waweza kawa ni swafu yao ya kiume pale, alafu wanawake nao ndio wana swafu yao nyingine huko. Thaniyan, faida ya pili, wa anna almar'ata taqumu wahdaha fatumtabaru saffan, hakika mwanamke atasimama peke yake itazingatiwa nayo hiyo ni swafu yake, kama alivyosimama Ummu Sulaim. Thalithan, faida ya tatu, la tasihu almar'a ma'a ar-rijali aw as-sibyan. La tasifu almar'a
hatopanga swafu mwanamke ma'a rijali, pamoja na wanaume, au isbiani, au pamoja na watoto wa kiume. Mwanamke asipange swafu na wanaume au na watoto wa kiume. Mwanamke apange swafu peke yake. Naam. Wa an Abi Bakrata radiyallahu anhu أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. زاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Hadithi hii imepokewa na Abi Bakra, radhi za Allah zimwendee, annahu intaha ila nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika ya yeye aliishilia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raqi'un, hali ya kuwa mtume alikuwa ni mwenye kurukuu. Tumeelewana? Aliishilia pale kwa mtume, aliyakuwa mtume wakati huo amerukuu. Faraka, na yeye akarukuu. Kabla an yasila ila saf, lakini amerukuu kabla hajafika kwenye nini? Kabla hajafika kwenye swafu. Faqala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwangu haipo hiyo kwenye riwaya yangu, kwenu yasemaje? Riwaya ziko nyingi zimekuja, tutaisoma hiyo nafikiri kwenye sherehe imekuja. Fadhakara, hebu isome. Fadhakara lidhalika linabii, na kwenye vitabu vyenu pia ni vipi? Fadhakara, so faraka kabla an yasila ila saf. Soma hiyo. Fadhakara thumma kwangu haipo hiyo. Nafikiri riwaya tutaiangalia kwenye sherehe, tutaikuta hiyo. Tusomeni hapa kwangu, alafu kama hatutoiona kwenye sherehe pia tutarudi kwenye vitabu vyenu inshallah. Sawa Wa an Abi Bakrata, imepokewa kutoka kwa Abi Bakra, Allah muiradhi, annahu mtaha ila nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika yeye alikomea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raqi'un, aliyakuwa mtume ni mwenye kurukuu katika swala. Faraka kabla an yasila ila saf, na akarukuu naye kabla hajafika kwenye swafu. Faqala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: zadakallahu hirsan wala ta'ud, Allah akuzidishie pupa ya kheri, lakini usurudie jambo hili. Tuelewana Allah akuzidishie pupa ya kheri. Maana yake hujafika hata kwenye swafu, wewe tayari warukuko huko peke yako, alafu baada ya hapo sasa ndio ikawa aenda polepole kwenye kuunga swafu, huko iko ndani ya swala. Na wako watu wanafanya hivyo, shawipo na watu wengi wakifanya hivyo. Atafuta jamaa kule, sikachelewa kutia udhu huko, au kachelewa alikuwa maskani, yaadhiniwa yeye yuko maskani. Sasa kaja huko kaenda chooni mpaka atia udhu, swala watu waswali. Sasa atakapata rakaa, ndio yuko kule mlangoni kidume huko Allahu akbar, Allahu akbar, kimerukuu, sami Allahu liman hamida, na yeye sami Allahu huko, alafu kidume chatembea sasa, chaja kwenye swafu. Sasa ndivyo alivyofanya huyu Abi Bakra. Tumeelewana
Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia zadakallahu hirsan wala ta'ud, Allah akuzidishie pupa ya kheri, maana umekimbilia kheri wewe, wala ta'ud, lakini usirudie jambo hili. Kwa nini usiende kwenye swafu na mizio vizuri? Ndio maana yake. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea Imam Bukhari. Zada Abu Dauda fi, Imam Abu Daudi amezidisha katika hadithi hii, faraka duna saf, akarukuu yeye nje ya swafu. Tumeelewana eh? Alirukuu yeye nje ya swafu, thumma masha ila saf, kisha akatembea kwenda kwenye swafu. Sasa lafdhi hadithi Abi Daudi, riwaya Abi Daudi min tariq al-Hasan anna Abi Bakra, kwamba huyu Abi Bakra jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raki, alikuja kwenye swala aliyakuwa mtume yuko kwenye kurukuu. Faraka duna saf, naye akarukuu nje ya swafu. Thumma masha ila saf, kisha akaenda mpaka kwenye swafu. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salata, mtume alipomaliza swala yake, qala, akasema ayyukum alladhi raka'a duna saf, ni nani katika nyinyi alorukuu nje ya swafu? Thumma masha ila saf, kisha akatembea mpaka kwenye swafu. Faqala Abu Bakra ana, Abu Bakar akajitaja akasema ni mimi mtume niliyofanya hivyo. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, ndipo mtume alipomwambia sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wala ta'ud, Allah kuzidishie pupa ya kheri, lakini usurudie kwenye jambo hili. Wa sanadu Abi Dauda huwa nafsu sanadi al-Bukhari, na sanadi ya Abu Dauda ndio ile sanadi iliyokuja katika Bukhari, maada sheikhina, tofauti na yule shekhi wa mashekhe wao. Tumeelewana lakini riwaya iliyokuja ndio hivi hivyo. Wa fi riwayati Abi Daud taqyidu annahu indama raka kana bainahu wa baina saf masafa, na katika riwaya ya Abi Daud imekuja taqyid ya kuonyesha kwamba yeye alirukuu ikawa kati ya yeye na swafu kuna masafa. Yusuf bitaharruk fiha lidukhuli, maana yake akataharaki mpaka akaingia katika swafu, maana yake alitembea. Wa hadha an-nahyu warid fi hadha al-hadith, na ili katazo alilomkataza mtume lilokuja katika hadithi, yushiru bi annahu sara min al-manhi an, inaonyesha kwamba jambo hili la mtu kufunga swala nje ya swafu ni jambo lilokatazwa. Mtu kurukuu nje ya swafu alafu akatembea akaenda kwenye swafu, maana yake linatufundisha kwamba jambo hili limekatazwa, halifai wala halitakikani kwa Muislamu kufanya hivyo. Vile vile imekuja makatazo hayo katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abi Huraira, inasema kwamba idha ata ahadukum salata fala yarka duna saf, anapokuja mmoja wenu kwenye swala asirukuu nje ya safu, hata yaakhudha makanahu min as-saf, mpaka afike sehemu yake katika safu ndio arukuu au ndipo afunge swala. Kwa hiyo ni makatazo haya ambayo tutayaona katika hadithi ambazo zinafuata. Ma yufiduhu alhadith, huko kwenu vipi riwaya yenu? Nimeitaja labda au tumeacha kitu katika kitabu chenu? Tumeacha nini? Wa dhakara, isome hadithi yote. Naam. Naam. Wa dhakara dhalika linabii sallallahu alaihi wasallam, yeye Abi Bakra akalitaja jambo hilo kumtajia mtume sallallahu, kwamba mimi nimerukuu nje ya swafu na nikatembea mpaka kwenye swafu. Mtume akasema kumwambia wala ta'ud, huko imekuja hivyo, lakini huko kwingine mtume aliuliza yeye, hakutajiwa tu, aliuliza ayyukum
raka'a khalfa saf au duna saf, faqala ana. Tumeelewana? Maana zake zimekaribiana, ni riwaya tu zimetofautiana. Ma yufiduhu alhadith, yale ambayo yanatolewa faida na hadithi hii. Awalan, jambo la kwanza, alhadhu ala idraki fadilati aljamaa, kuhimizwa kupata fadhila za jamaa. Tunahimizwa kupata fadhila za jamaa katika hadithi hii. Maana yake huyu bwana ilikuwa anataka apate jamaa, ndio maana alitaka, huenda labda ilikuwa ndio raka ya mwisho ya Mtume, akahisi kwamba atakosa nini? Jamaa, ndio maana akafanya haraka kufanya vile. Thaniyan, faida ya pili, annahyu anir ruku' qabla saf, makatazo ya kurukuu kabla hujafika kwenye swafu. Tumekatazwa tusirukuu wala tusiunge swala nje ya swafu. Thalithan, faida ya tatu, istihbabu muwafaqati dakhil lilimam, sunna ya kuwafikiana mwenye kuingia kwenye swala kuwafikiana na imamu, ala ayi halin wajadahu alaiha, katika hali yoyote ambayo atamkuta imamu. Maana yake sio lazima umkute imamu kwenye rakaa ndio uingie kwenye swala. Kwenye hali yoyote wewe watakiwa imamu utakapomkuta uingie kwenye swala. Ukimkuta kwenye sujud uingie kwenye swala, ukimkuta kwenye qiyamu uingie kwenye swala, ukimkuta kwenye tashahud uingie kwenye swala. Yani kwenye hali yoyote, hakuna takyidi kwamba lazima imamu umfuate kwenye msubiri. Maana mtu mwingine amefika kwenye swala amsubiri imamu kwanza asimame. Tumeona kwa sababu gani? Kamkuta yuko kwenye sida, kwa hiyo asubiri kwanza imamu asimame ndio aingie kwenye swala. Unapomkuta imamu kwenye hali yoyote, wewe waweza kuingia kwenye swala, lakini tu inaisibika rakaa pale utakapokuta imamu yuko kwenye nini? Kwenye rukuu. Hicho kitu kingine, Naam. Wa an Wabisata ibn Ma'bad al-Juhani radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu fa'amarahu an yu'ida as-salah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu Ibn Hibban. Wa lahu an Talq radiyallahu anhu la salata limunfaridin khalfa as-saf. وزاد الطبراني في حديث وابسة رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. نعم. hadithi imepokewa kutoka kwa Wabisa ibn Ma'badi al-Juhani, Allah muiradhi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, raa rajulan, alimuona mtu mmoja, yusalli khalfa as-saf, akiswali nyuma ya safu peke yake. Yusalli khalfa as-saf wahdahu, akiswali nyuma ya safu peke yake. Fa amarahu an yu'ida as-salah, akamwamrisha mtu huyo arejee swala. Rawahu Abu Daud, rawahu Ahmad wa Abu Dauda wa Tirmidhi wa hasanahu, na amefanya katika daraja ya hasan. Wa sahahahu Ibn Hibbani, na amesahihisha hadithi Ibn Hibban. Walahu, na katika riwaya yake yeye Imamu Tirmidhi, an Talq radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Talq, Allah amuiradhi, Mtume amesema, la salata limunfaridin khalfa as-saf, hana swala mwenye kuswali peke nyuma ya safu. Kuswali peke yako nyuma ya safu. Wazada Tabrani fi hadithi Wabisata radiyallahu anhu,
na amezidisha Imam Tabarani katika hadithi ya Wabisa, Allah muiradhi, ala dakhalta ma'ahum, kwa nini usiingie pamoja nao kwenye swafu? Au ijtararta rajulan, au ukamvuta mtu mmoja kama labda swafu imejaa. Tumeelewana Basi jitahidi kuweka mwanya ili uingie pamoja nao kwenye swafu, uwe na wenzio. Au kama umeona pamebana, hapana mwanya wa kuingia, basi ijrarta rajulan, mvute mtu upange na swafu moyo wawili. Tumeelewana Hadithi hii wanazuoni wametilia makala kwamba wameitia ila baadhi ya ulama, wakasema kwamba ni hadithi ambayo sanadi yake sio sahihi, wallahu a'lam. Na nilisoma siku moja katika fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen, wakati ya kuulizwa suala la hadithi hii kwamba je, mtu anapokuta swafu imejaa, je, afanye hivi kwamba avute mtu ndio aunge naye swafu awe na mwenziwe kama amekosa mwanya wa kuingia, au kama hatofanya hivyo akiswali peke yake swala yake itakuwa haikusii? Aliulizwa hivi kwa hili, kwa sababu uweze ukaja ukakosa mwanya, swafu imebana, uweze kuingia na hakuna kilichobakia zaidi ya kuvuta. Je, kuswali swafu peke yako na kumvuta mtu kuliko ubora ni vipi? Sheikh Uthaymeen akasema kuswali peke yako wakati huo ni bora kwenye safu ya peke yako kuliko kumvuta mtu, kumtoa kwenye safu ukamleta hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakapomtoa mtu umetengeneza nini? Umetengeneza mwanya pale, hali ya kuwa makemezo yamekuja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wabananishe swafu. Maana yake wewe utakuwa hukutibu, bali umeongeza jambo baya zaidi. Ni kheri ungeswali peke yako kuliko kutengeneza mwanya kwenye swafu ya wenzio. Kwa hiyo yajuzu, ikiwa hakuna njia ya kufanya zaidi ya kuswali peke yako kwenye swafu peke yako, yajuzu na swala yako itaswi. Alisema hivyo Sheikh Uthaymeen, wallahu aalam. Na ili dhahiri linaonekana liko hivyo, kwa sababu kubomoa swafu ni kubaya zaidi kuliko mtu kuswali peke yake kwenye swafu ya peke yake. Akhafu dhararaini, inaangaliwa leo kwa jepesi katika madhara mawili yakikutana, lipi ni jepesi zaidi? Tumeelewana wallahu a'lam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abi Huraira, Allah muiradhi, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, naye amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qal, amesema idha sami'tumul iqama, pindi mtakaposikia iqama, qad qamatis salah, qad qamatus salah, famshu ila salah, tembeeni kwenda kwenye swala,
Tumeelewana Umeona fiili iliyotumika famshu, laisa fas'au. Fas'au ilikuwa nendeni kwa haraka, lakini famshu, tembeeni kwa utulivu. Famshu ila salati, tembeeni kwenda kwenye swala. Wa alaikumus sakinat wal waqari, mkiwa juu yenu na utulivu na tumanina. Utulivu na tuasema hivyo, utulivu, waqari na sakina ni utulivu vyote. Tumeelewana muwe na utulivu na tumanina. Wakari ni utulivu vile vile. Unyenyekevu maana nyingine, lakini hii ni msisitizo kwamba muwe na utulivu, msiwe na haraka. Tumeelewana wala tusri'u, akaja kuongezea kwamba na wala msiharakishe, kwamba mmesikia kama tuswala basi mtaona watu wakimbizana inapanga swafu ya nini. Nendeni mwendo wenu wa kawaida mkiwa na utulivu, mmewatawala. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotueleza, fama adraktum fasallu, kile mtakachokikuta kiswalini pamoja na imamu. Tumeelewana mtakachokikuta kiswalini pamoja na imamu. Wama fatakum, kilichowapita faatimu, kikamilisheni baada ya imamu kutoa salamu. Nyinyi simameni mkamilishe, lakini msiwe na haraka. Mtu tamuona aja kule imamu kashafunga swala, atakaende labda akashamaliza sura, atakaende kwenye kurukuu, Allahu akbar, kwenye kurukuu mtamsikia mtu kule anza inna Allaha ma'a sabirin. Umepata wapi dalili hii wewe? Haraka yako wataka nini? Au hamjasikia inna Allaha ma'a sabirin? Ya nini? Kile unachokikuta Mtume anasema kiswali pamoja na imamu, kile kilichokupita kama umechelewa utakikamilisha, wala kuna tatizo. Gogoro liko wapi mpaka ulete watu vurugu kwenye swala, wao wapigia kelele inna Allaha ma'a sabirina, inna Allaha ma'a sabirin. Au mtu utamwona kwa kule anza uswali ili mradi yule asiondoke kwenye rukuu. Kelele za nini? Wewe hata kama umepitwa na rakaa 3 ibaki rakaa moja, ndio ulichoikuta, hiyo ni yako, utaswali na imamu. Tumeelewana Kwa hiyo haya yote yanatufundisha maana tuingie kwenye swala tukiwa na unyenyekevu na utulivu. Tusiingie kwenye swala kama tuingia masokoni, makelele, vurugu, mbio. Maana kipindi hicho kuna yale mabusati yale ya kuteleza yale, watu wengi walikuwa piga miereka kwa sababu wakimbilia swala. Sasa hivi alhamdulillah misikiti hii ina mazulia haya, hata ukienda mbio uanguki. Zamani kulikuwa na yale kama malailoni yale mazulia yale, misikitini ndio ilikuwa hiyo zamani. Kwa hiyo mtu akitoka huko amkimbilia imamu, mara kapiga pindu chini, mpaka watu wakamaliza kuswali waangaliana nani aliwa ya nini, yote kuvunja mikono hiyo. Kwa hiyo Mtume anasema famshu ila salati wa alaikumus sakinatu wal waqar, mkiwa na utulivu na unyenyekevu, wala tusri, wala msiende haraka kuiendea swala. Fama adraktum fasallu, kile mtakachokikuta na imamu kiswalini naye. Wama fatakum, kile ambacho kimewapita na mmekikosa, faatimu, kikamilisheni nyinyi wenyewe baada ya imamu kutoa salamu. Tumeelewana rawahu au muttafaqun alayhi, amepokea Bukhari na Muslim hadithi hii, wa lafdhu al-Bukhari, na lafdhi ni ya Imam Bukhari. Ma yufiduhu alhadithu, yale ambayo yanatolewa faida na hadithi hii. Awalan, jambo la kwanza, karahatul harwalati inda almajii ila salat, umakuruhu wa kukimbia pale mtu anapokwenda kwenye swala. Mtu usikimbilie kwenda kwenye swala, nenda polepole. Thaniyan, ni jambo la makuruhu hiyo kukimbilia swala. Thaniyan, jambo la pili, yambaghi liitiyanu ila salati bisakina wa waqar, inatakikana kuiendea swala kwa utulivu na unyenyekevu. Thalithan, faida ya tatu, yambaghi dukhulu ma'a al-imam ala al-hali allati yakunu alaiha, inatakikana kuingia pamoja na imamu katika hali yoyote ambayo atakuwa nayo katika swala. Rabian, faida ya nne, anna man adraka al-imama, hakika atakayemdiriki imamu, wa salla ma'ahu ba'da as-salah, na akaswali pamoja naye baadhi ya swala,
utubira musalliyan fi jamaa, huyo atazingatiwa kwamba ameipata jamaa. Kwenye hali yoyote tukamkuta imamu yupo kwenye swala ukaswali pamoja naye, hicho ulichokikuta basi utazingatiwa wewe umeipata jamaa, hata kama imebakia raka moja au imebakia sehemu ndogo katika swala. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Naam, maswali. Naam. VIP yao. Mmemsikia swali lake? Swafu zipo msikitini 3 4, lakini kuna watu 3 4 nao wako nje waswali peke yao huko, si ndio maana yake? Wanafuata jamaa hiyo. Wallahi haya mambo tunashuhudia, wala sio jambo la ajabu nilosema shekhe hapo twayaona, yani kana kwamba wao ni VIP. Sasa wasema hao, mimi kuna bwana mmoja alinihadithia namna yeye alivyokuwa akishuhudia swala ya jamaa kwenye msikiti mmoja hapa mjini maarufu, na akimshuhudia shekhe maarufu. Msikiti ni kama hapo kwenye godauni la tofari ulipo, na maskani anokaa shekhe ni kama hapa msikitini kwetu. Au tuchukulie msikiti kama hivi wa Kuraba, alafu maskani ya shekhe na wenzie barazani ni kuvuka barabara kama hivi, yani uvuka barabara hivi hivi kama unavyoona hapo, nyumba iko hapo kwenye godauni.
Kwa hiyo kikimiwa hapa magharibi, kwa sababu shekhe alikuwa na wapambe wake pale wazungumza kwenye maskani yao, magharibi kikimiwa hapa, basi wale wapambe wadogo wote wajaza kuswali huku jamaa, shekhe na wapambe wake wale bora bora wafuata jamaa kule kule. Waonge swala hivi. Na afadhali hili godauni, hakuna afadhali, twasema tu kibinadamu, afadhali hili godauni limeelekeana na msikiti, lakini hiyo maskani yao maana yake kama hiyo maskani yako huko pembeni huko kabisa, iko pembeni na msikiti, haikuelekeana na msikiti, lakini vidume pia kufuata swala. Sasa ikiwa shekhe mkubwa afanya hivyo, wastaajabu maamuma hawa kuswali pembeni kidogo, tena kwenye msikiti hapo hapo, washangaa. Waarabu wanasema idha kana rabbul baiti bitibli dhariban fala talumanna subyana ala raqs. Ikiwa baba mwenye nyumba kashika ngoma apiga, usiwalaumu watoto kucheza ngoma, kwa sababu baba yao si ndio anapiga, utawalaumu vipi? Ni makosa. Bali hakuna swala ya namna hivyo kwamba watu wako nje ya upande mwingine wafuate swala ambayo uko huku kwingine. Hakuna swala ile, ulama wote wametaja hivyo. Lakini hawa nafsi watu zimewatawala, kwa hiyo wamewapumbaza mpaka baadhi ya watu. Swafu ziko huku mbele ya msikiti, wewe ndio swalije swafu yako nyingine na wapambe wawili uko nje, au utawakuta wako pembezoni huko nje, mtu anaswali lakini ndani hakujajaa, kuna swali mbili tu. Ni makosa. Watu wengi waweza wakafika mbele ya Allah wakaenda kuta ibada zao na jitihada zao zilizozifanya ni haba manthura, kwa sababu hakuna sababu ya kushindwa kukaa na wenzio. Hapa tatizo liko wapi? Msikiti haujajaa mpaka mpange nje. Kwa hiyo ni makosa watu kufanya hivyo. Watakiwa watu wapange swafu kama ilivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kwenda kinyume. Ukiwa ufanya kinyume, maana yake umetafuta utaratibu ambao uko nje ya malipo ya Allah tabaraka wa taala. Allah tuhifadhi. Kuvuka kule hakuna swala. Kama kuna kama barabara hivi watu wapita kama hivi, alafu nyinyi mko huko mwafuata swala huku, hakuna swala. Au uko nyumbani kwako wafuata jamaa ya huku, hakuna swala. Hakuna swala. Naam. Baadhi ya misikiti inakuwa nguzo za katikati. Nguzo. Misikiti ambayo ina nguzo, basi katika kupangwa swafu zile sehemu za nguzo zatakiwa zipwepwe. Watu wasipange swafu kwenye sehemu zile za nguzo. Labda ikiwa kuna ufinyu wa watu, kuna ufinyu wa nafasi, watu ni wengi, labda kama siku ya Ijumaa, hapo yaweza watu wakapanga swafu mpaka zile sehemu zenye nguzo, kwa sababu adharurat tubihul mahdhurat, hiyo ni dharura. Lakini kama msikiti bado ni mtupu, basi zile sehemu za nguzo watu wataziacha, watapanga sehemu ambazo hakuna nguzo, ili swafu ipate kunyooka, isiwe na mushkeli. Hii ndio mafundisho ya Mtume alivyokuja. Naam. Masala haya yatakiwa watu wapewe ilmu. Kama watu wamepanga kwenye nguzo, wewe anzisha ambao hakuna nguzo, kwa sababu lengo ni swafu inyooke na iwe na tarasi wa taqarub. Tumeelewana? Iwe na kule kushikamana kupatikane. Kwenye nguzo hakuna mshikamano uliotajwa katika kutimia swala, kwa sababu fa inna taswata sufufi min tamami swala. Sisi tunakimbilia huko, na Mtume ameeleza kwa sababu ya hilo. Unapopanga swafu kwenye sehemu ambayo kuna nguzo, maana yake lile lengo la kunyooka swafu litakuwa limekosekana. Kwa hiyo kama umekuta watu wamepanga hivyo, basi watu waanzishe safu nyingine ambayo sehemu ambayo hakuna nguzo. Lakini ilmu ni jambo kubwa.
Watu kwanza wapewe ilmu hiyo ya kujua kwamba kupanga swafu kwenye sehemu yenye nguzo haifai, Mtume amekataza. Watu kwanza wafundishwe jambo hilo, baadaye watu ndipo waje nini. Ikiwa mtu atapanga pale, ataachwa, ataswali peke yake, wengine watapanga sehemu ambayo hakuna nguzo. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Kwa mfano ile msikiti ambao unakuta Ijumaa inajaa, wengine wanaswali nje, natokea geti mfano la barabara kabisa, wengine wanaswali kwenye mafremu. Hapo nao swala wao itakuwa hazina neno, kwa sababu msikiti umejaa na watu wapo mpaka nje, hakuna neno wakiswali nje. Kama msikiti umejaa na kuna sehemu pembeni ya msikiti watu wanaswali kwa nje, iwe ni barabarani iwe ni wapi, swala yao ipo, haina tatizo. Dharura hata kama hakuna muungano wa swafu ile barabara, magari yanapita, magari yapita tena. Sasa hiyo ni tofauti hiyo sasa ni tofauti. Wallahu a'lam. Yategemea nafasi iko sampuli gani. Saa nyingine misikiti mingine inakuwa ni finyu zaidi, tumeelewana na barabara kuzizuia kwake mpaka upate kibali, hizo ni dharura. Sasa tumeelewana, hiyo inakuja katika mlango wa dharura. Dharura, jambo lolote laweza likafaa kidharura ya kikweli, sio dharura za kutengeneza. Kwa hiyo hilo halina tatizo, lakini tunazungumzia pale ambapo kwamba ilikuwa hakuna dharura hiyo, kwamba msikiti uko wazi, sehemu nyingine ziko wazi, lakini watu wameanzisha swafu zao nje ya msikiti. Hii ndio ambayo inaleta shida. Lakini siku ya Ijumaa msikiti ni mdogo, watu ni wengi, wanaweza kupanga hata upande mwingine kule, hakuna neno. Wallahu a'lam. Naam Sheikh. Kuna baadhi ya maamuma mmoja kuelewa yeye alikuwa yuko mbele kwa msikiti mbele ya imamu naye haina tatizo. Kama sehemu zimejaa, mtu akenda swali pale pembezoni mwa imamu, hili halina tatizo, limethibiti. Tuelewana maadamu imamu itakuwa ni imamu na yeye itakuwa ni maamuma, halina tatizo. Tumeelewana lenye matatizo ni kule kwenda mbele ya imamu. Huyu sasa ndio atutafutie dalili, atutafutie yeye. Mimi siwezi kuitafuta dalili hiyo. Tumeelewana kwa sababu kuswali mbele ya imamu utakuwa wafuata imamu gani? Haina dalili jambo hilo. Lakini hili la kuswali opposite na imamu, hili halina tatizo kisheria, lipo kidalili. Tumeelewana? Wallahu a'lam. Msikiti wa Maka hakuna anaswali mbele. Nani anaswali mbele msikiti wa Maka? Wako sija kuelewa kule Maka karibu zaidi na imam pengine yuko nyuma, unasema maalum wamemtengea, lakini sasa wale wengine wako karibu na ile Al-Kaaba, lakini unafuata imamu. Sija kuelewa, wako mbele ya imamu, wanaangalia wapi? Wanaangalia ile Al-Kaaba na imamu anawaangalia mgogoni. Usijekuwa wazungumzia walinzi. Sio walinzi. Sio walinzi. Kwa sababu ile Al-Kaaba ilivyo, wamezungushia ile Al-Kaaba, wamezungushia kama uzio fulani hivi. Tumeelewana ambapo kuna sehemu ya imamu. Kwa hiyo hawa wa upande huku wanaangalia Al-Kaaba, hawa wa huku wanaangalia Al-Kaaba, na hawa wa nyuma imamu wanaangalia Al-Kaaba pamoja na imamu. Tumeelewana lakini wote imamu wao ni huyu mmoja. Kuna kijisehemu fulani kidogo wamekiweka cha imamu. Sasa ile
kuna nafasi kule mbele watu pia wanakuwa na swali. Nahisi hivi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mimi niliposwali pale sikumwangalia imamu hivyo, sikumpeleleza. Tunaona sikupeleleza hivyo. Naam. Na kuna pale wakati imamu anaswali kama tunaangalia kwamba kama alipokuwa anaswali alikuja akakaa kule ya kwake ili imamu mtume akamkuta akakaa kuliani. Sasa kuna watu wengine wanasema wanakaa sehemu zote. Sasa hiyo ikoje? Wanakaa sehemu zote kwa imamu, yaani maana sasa tumeeleza kama mbele hao wanakuja hivi wanakaa vile vile na hao wanakuja, yaani maana imamu anakuwa katikati na kule kuna safu vipi? Kwamba lakini wako sawa na imamu, hawako mbele ya imamu. Wako sawa na imamu. Si ndio hilo aliyosema yule bwana kwamba mtu anakuja na kwenda kuswali pale kwa imamu. Ni sawa na hilo. Kwa hiyo hata kiingia kulia vizuri. Kushoto au kulia? Yaani wanaingia sehemu zote. Halina tatizo kwa sababu sikumejaa na hakuna sehemu ya kuswali. Halina tatizo hilo. Ndio lile aliuliza yule bwana. Halina tatizo hilo. Wallahu a'lam. Naam. Anaswali peke yake mpaka sasa hivi kwa sababu ya corona. Yeye ana khalifu, anakosa fadhila za jamaa. Sio, umeelewa? Lazima itakuwa mwenye kuswali na jamaa. Si tumezungumza hadithi, ulikuwa umesafiri wewe. Ana daraja ngapi mwenye kuswali na jamaa? 25, 27. Na mwenye kuswali peke yake maana yake yuko chini hapo. Kwa hiyo atakuwa siku zote anapitwa fadhila za jamaa wa kuswali peke yake. Swala yake hatusemi ni batili, swala ni nasihi, lakini anakosa fadhila ambazo wanapata wenzie kwa sababu ya jamaa, bali inaweza ikawa pia anapata dhambi kwa sababu jamaa ni wajibu kwa wanaume. Sijui umeelewa? Swala ya jamaa ni wajibu kwa wanaume. Sasa hiyo sio jamaa hiyo anaswali peke yake. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Na ndio tulivyosema kwamba kama hayakutimia hayo kutimia na kule kwenye thawabu nako kwa kutimia, kwa sababu alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tukenda navyo sawa, ndio tutakuwa tumefikia kwenye ule ukomo wa kupewa zile thawabu kama alivyotaka mwenyewe Mtume na alivyofundishwa na Allah. Maana yake tukipunguza sisi tukaanzisha taratibu zetu, mtu aswali aika mikono hivi, shingo yeka hivi, yani kama kalazimishwa yani. Umeona hii mikono hivi, hebu simama hivi, hebu weka sio hivi kabisa, yani mtu kama kalazimishwa. Sasa swala ya vipi hiyo? Yani swala kwanza katika moja ya malengo yake ni kuonyesha ukakamavu wa mtu, kwamba wewe ni jundi la, wewe ni mwanajeshi wa Allah, yatakuwa nini vizuri umesimama kwa. Lakini wewe unaenda hivi ambavyo Mtume hajafundisha kabisa, hivi wekaje mikono funga swala hivi. Kwa hiyo kuna watu wanatoka kwenye swala hawana chochote, kuna watu ambao wanatoka kwenye swala wana nusu ya malipo, kuna ambao wana nusu na robo, kuna ambao yani watu wako hivyo kutokana na yale makamilifu ya mafundisho ambayo tunayafanya au tunayaacha. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi, na ndio maana jambo hili linatakiwa watu wasome. Watu wengi wanaswali kwa sababu wamechukua mazoea, hawataki kusoma. Madarasa kama haya huoni watu,
Ni madarasa muhimu sana ya watu kujua swala zao, lakini sasa hawajui kwamba wanapoteza umri. Mtu awezekawa na swali, siku hiyo akifika kwa Allah anaambiwa swala yako hamna kitu, kwa sababu swala haina ilmu. Mbona mtu akitaka kuwa fundi makenika enda somea? Mbona mtu akitaka kuwa daktari enda somea? Mbona mtu akitaka kuwa hivi enda somea? Kwa nini swala hatutaki kuisomea, ambayo ni jambo bora litakalotusaidia duniani na akhera? Kwa nini hatutaki kuisoma swala? Naam, tumalizie Sheikh. Basi kuna bwana mmoja baada ya imamu kwa salamu tu, yani hakufuata sekunde mbili, alienda mbio pale kwenda tu ya nini hiyo, ya nini? Umeona sasa ni kutojua. Wale watoto walikuwa msikitini, sio mafundisho mazuri haya. Kwa hiyo mtaka mkifa waje swali kina nani? Maana yake mtaka mfe nyinyi na swala zenu, alafu watakuja wewe wapumbavu. Kwa sababu swala, wewe angalia watu wengi waliojifunzisha swala kwenye utu uzima ni wachache ambao wanakuwa wako straight. Wengi wanakuwa magoigoi, ile swala kama wamelazimishwa, mara kaswali, mara kipindi kimempita, hajali, kwa sababu ya swala ya kujifunzisha kwenye uzee na utu uzima. Lakini swala mtoto akijifunzisha udogoni, wallahi huyu upati tabu naye baadaye, wala yeye hatakuwa na tabu tena. Kwa hiyo watoto watakiwa tuje nao sana, hata kama wacheza misikitini na wacheze, lakini tuwafundishe, bwana nyinyi hatutaki mpige kelele. Kesho mkipiga kelele nitakutandika, umesikia? Usirudie kelele. Mtoto atasikia, lakini ukimwambia usije tena hapa mkifa nyinyi wazee, maana yake swala imekufa. Shekhe, tumesema la mwisho lile. Bismillah. Wale shehe baada ya kutoa salamu tu, baada ya jamaa kutoka, naye alifuata. Sitoka shangaa, shehe mbona kutoka haraka vipi? Baada ya jamaa kutoka, naye na imamu naye akafuata. Imamu baada ya kuja nimemkomesha. Kuna kukomeshana yani? Jamani. Nimemkomesha. Kwani swala ya babake? Anakuja na mtoto wa kike msikitini. Naenda kukomesha hata nashangaa. Kwani mtume mjukuu wake Umama si alikuwa enda naye msikitini pia hivyo hivyo, ni bado mdogo tu, sisi tumeelewana Umama saa nyingine ampanda mtume, kama mtume yuko kwenye kurukuu, yeye ampanda mgongoni kama punda, tumeelewana. Baada hapo mtume amwenua, asimama naye, aswali naye huku kambeba, akirukuu amweka chini. Sasa ndio hivyo tunavyosema, ni sijui tuseme vipi. Allah tuongoze sote kwa pamoja, maana tuweza tukasema neno ambalo sio zuri zaidi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.